Okay, niambieni kilikuwa kipi memkosea yeye kuwa na mimi? Tulikuwa mgeni kwenye moyo wangu, kampokea na kumbukia zamani, ndio zawadi ya chozi nililia. Asante sana kwa kusubscribe na kufuatilia chaneli yetu. Inayofuata ni episode ya 8 ya tamthilia ya Kosa Langu, Siri ya Giza. Bwana, kama kawaida, kulipopambazuka Jenifer alikuwa amepiga magoti sebuleni. Bwana, mwili wake ulikuwa umechoka sana, lakini moyo wake kamwe haukukata tamaa kabisa. Baraka alitoka chumbani taratibu na kuita jina la mama yake. Mama, leo vipi nitakwenda shule? Bwana, Jenifer alikosa majibu kabisa kwa sababu hakuwa na fedha za kutosha. Jenifer akamjibu, nitafanya kila kitu mwanangu, nitafanya kila niwezalo mpaka uende shule. Unaambiwa Baraka alitabasamu, lakini Jenifer aliona huzuni iliyokuwa ndani ya macho yake. Wakati huo Jackson alikuwa yuko kazini, yani alikuwa yuko ofisini. Bwana, ghafla simu yake ikaita. Alipokuja kuitazama simu, akakuta anayepiga ni Victor. Baada ya kupokea, bwana akasikia ujumbe kutoka kwa Victor, usichelewe kabisa. Akauliza, nisichelewe kwa nini? Victor akamjibu, mzee Kafumu anahitaji kukuona. Bwana Jackson alikaa kimya kwa muda. Unajua nini bwana, tangu alipokutana na mzee Kafumu, yani biashara yake ilikuwa inakuwa kwa kasi sana, yani kiasi cha kwamba yeye mwenyewe alikuwa hana amani moyoni. Akakaa kwa muda na kumpigia na kukubali, sawa nitakuja. Bwana, jioni ilipofika, Victor si ndio akamchukua Jackson bwana. Bwana, walipita njia nyingine, lakini safari ilikuwa ni ile ile na nyumba ilikuwa ni ile ile. Cha kushangaza bwana, nyumba ilikuwa ni ya kutisha zaidi, yani kulikuwa na ukimya mzito, mishumaa imewashwa ukutani. Bwana, walipoingia wakakutana na mzee Kafumu akiwa ameketi, yani amefumba macho. Akamuita, karibu Jackson. Bwana Jackson akaingia akasema asante, lakini akasema bwana, nimekuja kama ulivyoniita. Bwana, mzee Kafumu akafungua macho taratibu, kisha akamuuliza, naona biashara yako inakuwa, je, unataka ikue zaidi? Bwana Jackson bila kusita akajibu, ndio. Bwana, mzee Kafumu akamwangalia kwa muda mrefu, kisha akasema, kila mafanikio yana gharama. Bwana Jackson akakunja uso, kisha akauliza, gharama gani? Una maana gani kusema hivi? Bwana, mzee Kafumu akamjibu, njia ulioianza sio rahisi kurudi nyuma kirahisi. Sasa sikiliza nikwambie, kuanzia leo kuna vitu ambavyo utakiwi kuvipuuza kabisa. Bwana, mzee Kafumu aliongea kwa ukali sana na kumaanisha. Bwana, mzee Kafumu akamwambia, usiwe tena unasikiliza ushauri wa kifamilia, umenielewa? Alafu kuhusu mtoto wako, hakikisha mtoto wako unampuuzia, kwa maana mtoto wako atakufanya uwe dhaifu. Yani mke wako pia anaweza kukurudisha nyuma, na kama vile utawaonea huruma, yani utakuwa umepoteza kabisa maisha yale uliyoyachagua. Unaambiwa maneno hayo yalimchanganya sana Jackson. Bwana, nyumbani Jenifer alikuwa tembelewa na rafiki yake yule Sara. Bwana Sara akamuuliza Jenifer, umeshawahi kumuuliza Jackson kwa nini amebadilika ghafla? Jenifer akamwambia, bwana, mimi namuuliza sana lakini anijibu. Bwana Sara akamwambia, usikate tamaa kabisa. Baada ya kumshika mkono na kumwambia tena, unajua nini wewe usijali, maisha haya ukipambana majibu utayapata, tafuta ukweli. Maneno hayo yakaanza kuzunguka kwenye kichwa cha Jenifer. Bwana, usiku huo Jackson alikuwa amerudi nyumbani na kumkuta Jenifer amemtengea chakula. Akakaa mezani, hakusema neno kabisa. Bwana, baada ya vijiko vichache Jackson akasimama, sina hamu ya kula tena. Jenifer akamuuliza, kuna nini? Jackson akajibu, nimeshiba. Huyo akaondoka na kuelekea chumbani kwake. Bwana, Jenifer aliishia kumtazama tu, yani alimtazama na kuona jinsi anavyoendelea kujitenga na familia yake. Unaambiwa usiku huo Jackson ndoto zikawa zinaendelea. Bwana, akaota yuko kwenye ukungu mmoja mzito sana. Mbele yake kulikuwa kuna milango miwili, kulikuwa kuna mlango mmoja wa giza na mlango mwingine wa mwanga. Bwana, aliposita kuuchagua mlango wowote, ghafla akasikia sauti, chaguo ni lako. Hapo
hapo hapo ghafla akaamka kutoka kwenye ndoto. Bwana hakupata usingizi kabisa na mapigo ya moyo yalikuwa yakienda mbio sana. Bwana, asubuhi ilipofika, Jennifer akawa anaendelea kufanya usafi. Ghafla akaokota karatasi ambayo imedondoka kwenye koti la Jackson. Bwana, haikuwa na maandishi mengi, ilikuwa na anwani ya sehemu ya mbali ya porini na muda wa kwenda kukutana. Jennifer akajiuliza, mume wangu anakwenda kufanya nini huko? Ndio akaamua kuiweka mfukoni kwenye koti kama ilivyokuwa bila Jackson kujua chochote, lakini moyoni alikuwa ameamua jambo moja: kufuatilia ukweli. Kama kawaida bwana, Jackson akawa anatoka na kuondoka safari ambayo hajaaga anakwenda wapi. Jennifer alikuwa akimtazama tu muda wote, huku akisema moyoni, Mungu wangu niongoze, naamini kuna siri ambayo bado sijaigundua. Gari la Jackson likapotelea gizani na Jennifer akaanza kufuatilia ukweli ambao ungebadilisha maisha ya familia yao milele. Usiache kusubscribe kwenye chaneli yetu ya Tete TV, kwani sisi bila wewe hatuwezi kufika kabisa. Tunategemea upendo wako. Subscribe chaneli yetu, like, share na comment.